hili. Tuliishia kwa kuona wanafunzi wote bado wana hofu kuhusu hadithi ya mzimu, lakini sasa isipokuwa mwanafunzi mmoja, yule star wa shule ambaye ndiye pekee anayefurahi, anaingia akiwa ameshika zawadi. Marafiki zake wanamcheka wakisema amepewa na mpenzi wake kama zawadi. Kwa furaha anawaomba wapige naye picha. Wengine wanamuonea wifu na kujaribu kumtisha kwa mzaha wakisema huenda mpenzi wake anafanana naye. Anajifanya hajali, lakini moyoni ana wasiwasi na hofu. Wakati wa mapumziko, wanafunzi wanaelekea kantini. Mmoja wao anamgusa Jay mgongoni kwa bahati mbaya na kugundua anashtuka kwa maumivu. Kibongobongo unakuta magagari hayapo, lakini John anaingiwa na hofu na kuficha ukweli kwamba mgongo wake umeungua kwa sababu ya uchawi, akisema alianguka alipokuwa anacheza mpira wa miguu. Wakati huo huo, mwanafunzi mtayarishaji wa maudhui mtandaoni anatumia fursa ya darasa kuwa tupu na kuanza matangazo ya moja kwa moja kwa wafuasi wake kwa kutumia programu ya kugundua mizimu. Lakini safari hii hakuna kitu kinachoonekana. Wafuasi wake wanapoteza hamasa, hivyo anasitisha matangazo akiwa amekasirika. Akiwa amedhamiria kupata umaarufu tena, anaanza kupanga mpango mpya. Baadaye darasa linafundishwa na mwalimu anayejitahidi kuwa mchangamfu na rafiki ili aonekane wa kuvutia, akitumaini mmoja wa wavulana atavutiwa naye. Lakini mkuu wa shule anaingia na kutangaza kwamba mtu amevunja kioo cha gari lake. Uso wa mwalimu hubadilika ghafla na tabia halisi yake inaonekana. Anakereka sana, anawafokea wanafunzi kisha anatoka kwa hasira. Wanafunzi wanabaki wakiwa na hofu. Ghafla kifaa cha kielektroniki kilicho mbele yao kinaanza kufanya kazi kenyewe. Mwanafunzi mmoja anajaribu kukizima, lakini kinajiwasha tena kwa kasi zaidi. Hofu inaenea na wanaamini mzimu ndiye anayehusika. John akihisi anasingiziwa, anakasirika na kusema, jamani, sijafanya chochote. Anapaza sauti, anakishika kifaa na kukitupa chini, lakini bado kinaendelea kufanya kazi, jambo linalowashangaza wote. Hata hivyo, mtayarishaji huyo haishii hapo. Anaendelea kufanya mizaha ya kuatisha kama vile kuangusha mchoro mbele yao wakati wa mapumziko. Wanafunzi wanachoshwa na vitendo vyake na kuanza kumchukia mzimu zaidi. Wanaporudi darasani, wanasikia wimbo unacheza. Mwanafunzi maarufu anafuata sauti hadi kwenye kabati ambako anakuta dube lake la kuchezea likiimba na limejaa damu. Akiwa na hofu kubwa, anajaribu kuzima wimbo lakini hauzimiki. Kwa woga, anautupa chini na kuupiga hadi unanyamaza. Mtayarishaji wa maudhui yupo hapo akirekodi kila kitu, akicheka na kufurahia kwamba mpango wake umefanikiwa. Usiku huo, mwanafunzi maarufu bado ana hofu. Anamuomba mwenzake chumbani alale karibu naye kwa ajili ya faraja, na wanazungumza kuhusu matukio ajabu yanayotokea darasani. Wanakubaliana kuwa yakizidi watahamia darasa lingine au hata shule nyingine. Wakati huo huo, Aldahi anajiandaa kulala na kugundua John bado hajalala. Anamuuliza kwa nini halali mapema kama kawaida. John anajibu kwa wasiwasi kwamba anasoma na atalala baadaye, ili hali ukweli ni kwamba anaogopa uchawi wa kinga. Kwa uchunguzi wake mmakini, Aldahi anagundua John hana kivuli na mzimu anayewasumbua darasani ameanza kujionyesha. Baada ya usiku huo, mtayarishaji wa maudhui anapakia video zake za mizaha kisha anaenda kulala akiwa na furaha kwa kupata wafuasi wapya wengi. Siku inayofuata, kiongozi wa darasa anaona video hizo na anakasirika sana. Anamkabili mtayarishaji na kumkumbusha kwamba alishawahi kuonyeshwa kutokupakia chochote kuhusu mzimu. Mtayarishaji anajitetea kusema, badala ya kukasirika, tafuteni njia ya kugundua nani anayehusika ili tumfukuze darasani. Lakini kiongozi wa darasa ana hofu kwamba mwalimu akigundua, wote watapoteza ufadhili wa masomo. Wakati huo huo, mwanafunzi mwerevu anakutana na rafiki yake ambaye bibi yake ni mpiga ramli. Rafiki yake anampa hirizi mpya ya darasa, hirizi ya kufukuza yenye nguvu inayoweza kumuumiza mzimu hadi aondoke kabisa. Lakini mwanafunzi huyo anamkumbuka mwenzake chumbani, John 1, ambaye hana kivuli alipokuwa amekaa. Hata hivyo, anakataa kumuogopa. John amekuwa mwema siku zote, akimpa chai na kumjali alipokuwa akisoma. Hivyo anarudisha hirizi kwa rafiki yake akisema atafikiria na kumpa jibu baadaye usiku huo. Wakati huo huo, mtayarishaji wa maudhui anapanga mzaha mwingine, safari hii akimlenga kiongozi wa darasa ili kulipiza kisasi na kuwachekesha wengine. Anajificha kwenye kabati huku Beka akimpigia kiongozi wa darasa kwa namba isiyojulikana akijifanya mzimu, lakini mambo yanageuka ghafla. Mtayarishaji huyo anapokea ujumbe kwenye simu yake kutoka kwa mzimu halisi. Anamuonya aache kuwasumbua wanafunzi wenzake au atajuta. Akiwa na hofu, anajaribu kuzima simu lakini hawezi, hivyo anaitupa chini kwa woga. Hatimaye inajulikana kuwa ni John, mtayarishaji wa maudhui, ili kumtisha na kumzuia asiwaogopeshe wengine au kuharibu sifa yake. John anasema, aibu yako kijana, mimi ni mzimu mwenye heshima, nina jina na nafasi katika ulimwengu huu, siwezi kumdhuru mtu yoyote. Na namna hiyo tatizo la mzimu linaonekana kumalizika. Siku inayofuata shuleni, mtayarishaji wa maudhui anaingia darasani na kumkuta mwanafunzi wa sanaa akisoma kutoka kwenye karatasi. Anasema ni zoezi la kupiga ramli ili kuona bahati yao ya leo. Anaposhika karatasi ya kila mwanafunzi, inapofika zamu ya mtayarishaji huyo anachagua moja, lakini mwanafunzi wa sanaa anashtuka pale ujumbe wa kifo unasema maisha yake yako hatarini. Mtayarishaji anaingiwa na hofu na kutambua kuwa onyesho la jana lilikuwa la kweli. Beka anaacha kufanya mizaha akiogopa kuvuka pakali. Baadaye kiongozi wa darasa anawakusanya wote na kutangaza kwamba kesho kutakuwa na tamasha kubwa la shule. Kila darasa litawasilisha shughuli tofauti na darasa lao linapaswa kupamba chumba chao kama nyumba ya kutisha na kuvaa mavazi ya kutisha. Wanafunzi wanalalamika na kufanya mzaha kati yao wakisema, "We Charlie, hivi kweli tunahitaji hofu zaidi?"
Si mzimu tulionao tayari unatosha, lakini kwa kuwa ni lazima, wanakubali kwa shingo upande. Siku inayofuata tamasha linaanza. Wanafunzi wanatumia fursa hiyo kikamilifu, wakitembelea madarasa mengine, wakicheza michezo na kufurahia shughuli za burudani. Wanacheka, wanapiga picha na kuunda kumbukumbu nzuri pamoja, hadi hatimaye inafika zamu yao kufungua nyumba ya kutisha. Wanaanza kupamba kwa vitu vya kuogopa, wakibadilisha darasa lao kuwa mahali pa kutisha kweli. Beka na wenzake wanabadilisha muonekano wao wa mavazi ya kutisha kiasi cha kumfanya yoyote anayewaona apige kelele kwa hofu. Kila mtu anafurahia na kushiriki katika hali ya shangwe hadi pale kiongozi wa darasa anapopokea ujumbe kutoka kwa baba yake na kutoka kupokea simu. Baba yake anamkemea vikali kwa kupoteza muda kwenye tamasha badala ya kusoma, akimkumbusha kuwa alimruhusu kuwa kiongozi wa darasa ili apate ufadhili wa masomo. Jikite kwenye mitihani yako mwanangu. Acha upuuzi huu wa kitoto au nitakuondoa shuleni uje mtaani wa kushike bega. Kijana huyo akimsihi baba yake asifanye hivyo, kisha anaondoka akiwa na hasira moyoni. Usiku huo hatimaye inafika wakati wa tukio lao. Wanafunzi wawili kutoka darasa jingine wanaamua kujaribu. Wanaogopa lakini wanadadisi kuingia. Wanapoingia tu wanawaona wahusika wetu wakicheka kutokana na mavazi yao. Bila shaka wanawatambua kwa urahisi, kwani hawajifichi vizuri. Wageni wanaendelea hadi hatua ya pili, ambapo mwanafunzi mwingine anatokea ghafla nyuma yao akijaribu kuwatisha, lakini anashindwa kabisa, na wanacheka tu wakimdhihaki kwa kufanana na msichana. Akiwa na aibu, anaondoka na kwenda kuandaa hofu nyingine kwenye ngazi. Wanapompita wanampuuzia kabisa kana kwamba hawamuoni. Wanafika maktaba ambapo mwanafunzi wa Sana amejificha na anaanza kutupa vitabu ili kuwatisha, lakini tena hawajali na wanaendelea bila kuogopa. Mwishowe wanakutana na mwanafunzi wa Sana anayewasubiri akiwa na mkasi, akijaribu kuonekana wa kutisha. Wanamcheka na kuondoka. Katika chumba cha muziki, wanafunzi wawili wa wahusika wetu wanajiandaa kuwatisha, lakini baada ya kusubiri kwa muda bila kusikia kelele, wanafikiri labda wageni wamezimia kwa hofu. Ghafla wanafunzi wanaingia na kuwashangaza. Wahusika wetu wanajaribu kuwanyengea kutoka nyuma, lakini wageni wanawagundua na kuwafanya wao wenyewe waogope. Mpango wao unashindwa kabisa. Wanaendelea mbele wakifuatiwa na mmoja wao aliyevaa kama mzimu wa kutembea, lakini bado hawaogopi. Wanapouliza choo kilipo, wanamkuta mtu amejificha juu ya dari akijaribu kuwakamata. Jaribio lingine linashindikana. Wakicheka wanasema, hili ni tamasha la aina gani? Haya mavazi ya ajabu ni nini? Mtu aliyevaa kama mchekeshaji wa kutisha anawasubiri. Safari hii anafanikiwa kweli kuwatisha. Msimuliaji anacheka akisema amewaogopesha kiasi cha kwamba wanapiga picha naye. Mwishowe wageni wanachoka na kuondoka, wakiendelea kuidharau nyumba ya kutisha. Wahusika wetu wanakaa pamoja wakiwa wamekata tamaa. Mmoja anasema kwa uchungu, kila mtu anaichukulia nyumba yetu kama sehemu ya kuchezea. Sisi ni watu wa kushindwa tu. Wakihisi jitihada zote zimepotea, wanakasirika na kufikiri kuacha. Mmoja anasema, wewe unajua tu kututisha sisi, tunakuhitaji sasa mzimu. Kwa kweli hauna msaada. Wakati kundi la pili la wageni linakaribia, wanarudi kwenye nafasi zao kuendelea na mchezo. John anaona yote na anawahurumia. Hapo ndipo Beka anaonyesha upande wake wa kimzimu. Akitaka kuwasaidia marafiki zake, anajiandaa, anavaa vazi linalolingima na maraska ya kutisha, tayari kubadilisha hali ya usiku. Wanapojaribu kupanda ngazi, wanajikuta wanarudi tena kwenye floor ile ile, kana kwamba wamekwama kwenye mzunguko usiokwisha. Wakiwa wametishika, wanakimbia kwenye chumba cha muziki, ambapo ghafla wanasikia kinanda kinacheza chenyewe. Ni John, lakini hawawezi kumuona kwani karibu haonekani. Wanapokaribia kinanda, wanaona kitu cha kutisha kimejaa damu. Wanaingiwa na hofu na kukimbia nje ya chumba, lakini wanapofanya hivyo, alama za mikono yenye damu zinaanza kuonekana ukutani. Akiwa njiani kutoka, anakutana na wahusika wetu na kujaribu kwa hofu kuwaeleza kinachotokea. Mwanzo hawaamini, hadi wanafunzi wanaoendesha nyumba ya kutisha wanashuhudia mambo ya ajabu, vitu vikisogea vyenyewe, ndipo wanatambua kuwa si mzaha. Kuna mzimu wa kweli kati yao. Hofu inasambaa. Kila mtu anapiga kelele na kukimbia nje ya darasa, wakikusanyika nje ya shule kwa oga. Wanapomueleza kiongozi wa darasa kilichotokea, anashtuka kugundua kuwa watu wawili bado wamekwama ndani, John na mwanafunzi mwingine. Wanapanga haraka kwenda kuwatafuta. Kimya unamtisha na kila sauti ndogo inamfanya arukeruke. Ghafla anamuona John mbali mwishoni wa uhamba. Akiwa na Rafaa, anamuita na kukimbia kuelekea kwake, lakini anapokaribia, uso wa John unabadilika na kabla hajachukua hatua, John anatokea ghafla mbele yake. Akiwa ameshtuka, mwanafunzi huyo anaanguka chini na kupoteza fahamu. Muda mfupi baadaye, wengine wanafika pamoja na mlinzi wa shule, wakimsihi aingie ndani kusaidia, lakini anasitasita kwa hofu. Kuna mzimu humo ndani, siingii. Mwalimu na kiongozi wa darasa wanaamua kuingia wenyewe. Ndani wanamkuta mwanafunzi aliyepoteza fahamu akiwa amelala chini. Mwalimu anamuona John karibu
na kumuuliza kilichotokea. John anajifanya kujibu kawaida ili kuona kama mwalimu anaweza kumuona, lakini hapati ujibu. Baada ya muda mfupi, gari la wagonjwa linafika na mwanafunzi aliyejeruhiwa anakimbizwa hospitali. Kila mtu anasubiri nje kwa wasiwasi, akiwa na hofu juu yake. Mwalimu anawahakikishia kuwa kila kitu kitakuwa sawa, wakati yeye anasafisha eneo hilo. Kwa kusitasita, wanafunzi wanatii, lakini akili zao zinaendelea kuwa na mawazo mengi. Hawawezi kuacha kufikiri yaliyotokea. Muda si mrefu, mashaka yanaanza kusambaa miongoni mwao. Wanaanza kushutumiana kuwa mmoja wao ndiye mzimu aliyesababisha ajali. Siwezi kuwa mzimu, anasisitiza mtangazaji wa maudhui. Nilikuwa natangaza moja kwa moja wakati tukio linatokea. Nyinyi wote mliniona. Mwingine anasema, hata mimi si mzimu, nina mpenzi, hata aliniletea dube la kuchezea. Kisha mpenda mambo ya ajabu anasema, kama ningekuwa mzimu ningekuwa ninaungua sasa. Mwanafunzi wa Hasana anawaingilia akiwa na simu yake, akisema anajua hinsi ya kumgundua mzimu ni nani. Anaeleza kuwa kuna wimbo wa kiritali unaowachanganya mizimu. Anapocheza muziki huo, wote wanaupuuzia hadi ghafla John anashtuka kwa maumivu. Mwili wake unahisi kana kwamba unaungua. Sisi ni marafiki, hatupaswi kutiliana ushaka. Kundi linatulia.